pale tulipoishia ndipo tutakapoweza kuendelea na picha yetu nzuri kabisa ya kweli hapa. Wanaita The New Kung Fu Cult Master. Translation imeletwa na Yoyong Masamba kutoka Indonesia. Yes. Hii hapa The New Kung Fu Cult Master. Hii hapa ikiwa ni sehemu ya pili. Pale tulipokuwa tumeishia. Mara jamaa shangaa waini na sumu. Waini na sumu ase. Kwa nini umeweka body weakening poison? Akamba sio umeleta waini. Ambaye wewe ndio mtu ambaye unayo sumu. Usipige kelele. Twende tukachukua antidote kwanza. Twende. Sawa. Mchakato kwenda kuchukua antidote. Huko mzee anasema sexy. Kaka yako ndo amekuleta hapa Yaani mdogo wako ndo kakuleta. Sijui hata nimepata sumu. Nipatie antidote. Ambao mnafanya nini? Anaangalia kuna mtoto wa kike hapo. Mume mwanamke mrembo yuko kitandani hapo. Anaambia tena usije ukanizingua wewe. Inaonekana wewe ndo umemleta mwanamke. Unataka kutuvamia sisi Unataka nini sasa? Anaambia kwanza kuna mwanafunzi mmoja wa email ambaye amefungwa hapa. Ni mtoto wangu. Nafikiri kwamba utampatia antidote. Zuru, ni mtoto wako. Anaambia pia alafu mwachie mama yake. Nani? Menzie. Walishangaa. Menzie ni mama yake na huyo binti. Kaambia sawa. Mimi nakuahidi. Akaambia tena huyo mwanamke usimwambie mtu yote. Kaambia mna shida. Huyo mwanamke asimwambie mtu yote. Ila wale wapewe antidote na mama yake aachiliwe. Umeona mambo hayo? Hicho ndo kitu ambacho wakati huo jamaa yangu kwa upande pili cha manzangu. Ambaye sikutegemea nitumia barua na kunialika mimi kuja kunywa wine. Hata mimi sikutegemea kama ungelikuja. Hauogopi labda pengine nitakuchukua kama mateka? Ambaye sijui kwa nini lakini na uhakika kwamba hautamuumiza mwanamke dhaifu kama mimi. Kama haya Mwite huyu demu wako aje hapa tunywe wote. Sio gani? Ndio. Ambia kuna kitu nataka kudiscuss na huyu princess. Kwa hiyo wewe unaweza kaenda kule. Sawa? Basi sawa, cheers. Hauogopi labda pengine nimeweka sumu kwenye hiyo wine? Ambia kwa nguvu yako huwezi kuniwekea sumu. Wewe ni mtu mwema sana. Katika wale 5 great cult walimuua baba yako. Wewe unawezaje kuniwekea mimi sumu? Anakumbuka sasa. Baba yake aliuawa na hao watu wanaitwa 5 the great cult. Anasema kama tukishikana mateka sisi, akaambia waachie member wa 6 big wote. Na sisi wote tutakuwa maadui na tutakuwa marafiki. Mimi naweza kuacha waondoke. Kama tu wewe ukitaka kuambia wao waungane nasi na wakubaliane. Hakamwezekani. Yaani waungane na ufalme wako. Binti anasema leo mimi niko hapa kwa ajili, yani ukweli ni kwamba nataka kuambia wewe usiende kinyume na government. Inaonekana kunakuwa yani hakuna nafasi zaidi ya kwenda kinyume na government yetu. Binti anasema wakati fulani nafikiri kama nisingekuwa princess na nafasi yangu labda pengine ningeishi katika maisha ya aina gani? Labda pengine ningekuwa mwanamke wa kawaida tu, ungelinipenda. Ungekuwa na hisia juu yangu. Hebu niambie ni nani unafikiri mrembo? Ni Misizu? Au ni aka kabinti cha kwako? Au mimi? Nani unahisi ni mrembo zaidi kuliko wote? Zangu Uji anasema mimi sitaki kujibu hilo. Uliniahidi vitu vitatu ndani ya Mountain Wooden. Sasa umeshatimiza ahadi yako. Nimeshafikiria tayari kambe ni kitu gani hicho? Utanipatia Dragon Slayer yako. Sasa huko upande pili. Utu hajantriki mimi. Nafikiri mama na mtoto walikuwa sawa. Kama akimuita mwanafunzi mwingine itakuwa ni yeye peke yake. Jamaa anasema hajatrikiwa.
Mwalimu. Mwalimu anaendeleaje? Kama nasikia kwamba jana usiku zangu Uji alikuja kwa ajili ya kusaidia wewe. Hivi ni kweli? Binti anasema ndio. Zumin alitishia kumuua mwalimu. Na kwa nini hawajawasaidia wengine na ni wewe tu? Anaambia hichi kitu ni kitu kibaya sana. Mimi nafikiri kwamba huyu jamaa anakupenda wewe. Na hilo ni kosa. Kama anakupenda kati ya wanafunzi wote, hata kama wewe ndo mrembo, lakini ndani ya moyo wangu wewe tu ndo unaweza ukanireplace mimi. Yaani wewe peke yake ndo unaweza kuwa mrithi kwangu mimi. Kwa hiyo mimi siko tayari wewe ukadanganywa na wasaliti. Akabe mwalimu usijali. Mimi sidanganyiki na mtu yoyote. Sasa naomba uwape mbele yangu. Hapa mbele ya mwalimu. Fata maneno yangu. Mfalme na Mungu wa mbingu na ardhi. Mizuzuru. Akaanza kuampa awe kama shahidi Mungu. Yeye Zuzuru. Kama kwa baadaye nikampenda zangu Uji. Kama kwa baadaye nikampenda zangu Uji na tukawa mke na mume. Basi wazazi wangu wasikaani mizimu ya wazazi wangu iniwinde. Alo. Ije kuwa mizimu, yani wazazi wake walokufa aje kumuinda yeye kama mizimu. Maana ukimpenda zangu Uji itakuwa shida. Binti anashindwa kutoa hicho kiapo. Kiapo hicho ni kibaya mno, sababu inaonekana yeye pia anampenda zangu Uji. Mama, nimefuata maneno yangu. Akaanza kuyafuata maneno ya mama huyu. Kwa baadaye kama nikijikuta nimempenda zangu Uji, nikampenda, na tukajikuta tumekuwa mke na mume, wazazi wangu kwenye maisha ya baadaye huko, yani walikuwa huko kwenye maisha walikoelekea, walikokufa, wasitulie. Mwalimu Meisie awe mzimu ambao hautapumzika milele kwa sababu ya kuniwinda mimi na zangu Uji. Na tukibarikiwa kupata watoto, watoto wetu wawe watumwa milele. Awe mtoto wa kike, basi awe kichaa, awe shetani. Halo, kiapo kibaya. Mwalimu kamlazimisha binti kuapa hicho kiapo kwa sababu tu. Wewe jamani, mmetulia hapo muda mrefu sana. Subiri kidogo. Basi pon tarudi sasa. Mimi sie kiongozi wa email. Nitampatia pete ya email mwanafunzi Zuzuru kama kizazi cha 4. Kuanzia sasa Zuzuru anaichukua nafasi yangu kama kiongozi wa email sekti. Pete hii hapa. Binti anasema mimi mdogo sana na sina experience yoyote. Yani akamba nataka kumchallenge mwalimu. Yani nataka kukataa amri za mwalimu. Kamwe siwezi. Binti anavalishwa ile pete. Pete hiyo ni pete ya kuwa chifu. Chifu wa email. Kumfu yake na knowledge yake lazima iwe nzuri. Kwa hiyo level yako inakuwa ya juu. Lazima wapite classmate wako. Nitakupa siri kubwa ya email. Kama ukifikia, kumfu yako itakuwa hata bora kuliko mtu yoyote. Na hii ni siri kubwa ya email. Ni upanga na sheria za email. Akaanza kumwambia hiyo siri kubwa kabisa ya email sekti. Halo. Sasa jamaa wangu akarudi huku ndani. Toto mzuri, sexy lady. Ai, akiamu nilikuwa nakutamani wewe. Ghafla mashine imeshuka. Katulizwa. Unataka nini? Naogopa labda pengine utaogopa sana. Sasa itabidi tu nichukue mwenyewe antidote kwa sababu inaonekana unachelewa. Akaambia hii itakiwa watu wengine wajue. La sivyo wasijue, la sivyo utakufa kifo kibaya sana. Hii ni siri ambayo unatakiwa kujua peke yako. Kaambiwa siri ambayo hata sisi hatujaambiwa. Ghafla anakuja bwana mkubwa. Akafungua mlango. Wanamuogopa huyu na ni kwa sababu wanamjua. Kamtuliza kwanza, kama mimi naitwa Fanao. Ni kiongozi wa Right Wings. Nimekuja kuwasaidia nyinyi. Hii inaitwa antidote ya body weakening. Najua kabisa kuna kitu ulikuwa unapanga kinyume na government. Sikuamini nyewe watu waliokange. Ambao kwa sawa chifu.
Mimi siwezi kudanganya wewe. Nitakuwa mkweli. Hii chupa ni kwa ajili ya sumu. Basi kama hutaki kunywa mimi nitakunywesha mwenyewe. Master. Binti akajua labda ni Amai, Zuru usikubali. Kanyweshwa na yeye. Basi kama hii kama kweli ni sumu, basi mtateseka. Labda pengine mtakufa vyema, afu likacheka. Akawatoa ile attachment aliyokuwa amewekea. Afu anaondoka. Lakini hii ilikuwa ni antidote ya body weakening. Anaenda kutokana na wakubwa wanavyoongelea kuhusiana na hizo panga. Kuna siri kubwa sana. Mpaka sasa bado hatujaipata hiyo siri. Ambayo siri hiyo hata mimi natamani kuijua. Dragon Slaying, Blood na upanga mwingine. Kama uko tayari nitakupa nafasi ya kujifunza Dragon Slaying. Labda pengine unaweza ukajua. Kwa sababu hiyo Heaven Sword na Dragon Slaying Sabre ni kitu, yani ni kama kitu kimoja. Anaambia baba yangu wa kambo ndo alinipatia hivyo vitu. Kwa bila ruksa yake siwezi kumpatia mtu yoyote hiyo kitu. Mimi nafikiri kwamba sio rahisi kwako. Nilijua tu kwamba labda pengine utakubali. Lakini kabla ya yote kwanza fikiria. Labda kwa baadaye yaweza ikaja ikawa ni jukumu gumu sana kwa upande wako. Itakuwaje kama nikiweka maisha Misuzu hatarini? Mimi nitamsaidia tu. Sawa? Ndio hivyo tu. Tumekutana hapa. Babako wa kambo nenda kamuombe. Na akikubali niletee. Akigoma basi nitajua cha kufanya. Basi nitafikiria hilo baadaye. Bado na jambo la kufanya. Kwa hiyo samahani na kwaheri. Jamani zangu. Sasa utanijibia wapi? Ambaye nipe siku. Chochote kitakachotokea usiku wa leo. Kesho basi tutaonana tena. Akamtaka kesho aonane tena ili ampatie jibu ambalo analitaka. Juu ya kukabidhiwa nini? Dragon Sabre and Heaven Sword. Yeye ndo kitu ambacho anataka ubinti. Lakini jamaa yako anasema hivi, kama hajapewa ruksa na baba yake wa kambo, hivyo vitu ni ngumu kuvitoa. Halo, ni hatari. Twende sehemu ya 3 hapa.